Unafunguliwa vifungo vyote, hata kama umekaa nazo miaka 9, miaka 10, miaka sijui mingapi. Na kwambia huyu Yesu, yeye ni daktari mkuu. Wakati mwingine madaktari wanafika ukomo, vipimo vinaonyesha kwamba hapana bwana, wewe ugonjwa huu hapana, wewe hauna ugonjwa, lakini ndani yako unaonyesha kwamba wewe unahisi kwamba una ugonjwa. Na ndio maana sometimes mimi huwa nafurahi nikisikia habari kwamba umeenda kupima, wanakuambia kwamba bwana wewe hauna ugonjwa afu unauma. Mimi huwa nafurahi. Sasa wengine unakuta wanachanganyikiwa kwamba nimeenda kupima, wameniambia kwamba bwana mimi sina ugonjwa alafu mimi nauma. Sasa that is simple, yani ni rahisi sana. Maana yake ni kwamba tatizo lako ulilonalo linamhitaji Yesu tu. Hujanisikia? Nasema hivi, wewe mtu aivumwe. Maana yake ni kwamba tatizo lako ulilonalo linamhitaji Yesu tu. Na ndio maana amekurahisishia. Ungekuwa unatumia gharama nyingi kwenda sijui India, kwenda sijui wapi, wakati tatizo lako linamhitaji huyu Yesu tu. Shida umekosea mlango, unakimbia huku na huku, lakini habari njema ni hii ya kwamba Yesu ni uzima, Yesu anaponya, Yesu anafungua. Na sisemi tu, nimeshuhudia Yesu akiwafungua wale ambao walikuwa wamefungwa na vifungo vya shetani, wale ambao walikuwa wamefungwa na vifungo vya giza, wale ambao walikuwa wanaonewa na shetani, walikuwa wamerogwa, walikuwa na udhaifu. Yesu amewafungua. Na kutangazia kijana mwenzangu leo hapa, achana na mambo ya dunia. Yesu hakukuumba wewe kwa ajili ya kuitumikia hii dunia, hapana. Nakwambia hivi dada yangu, Yesu hakukuumba wewe kwa ajili ya kuitumikia hii dunia. Nakwambia mama yangu, dada yangu, Yesu hakukuumba wewe wala hakufa pale msalabani ili uendelee kuwa mzinzi, ili uendelee kuwa kahaba, hapana. Lipo jambo ambalo Yesu alikuumbia wewe, au Mungu huyu hapa ambaye mimi namhubiri alikuumbia yeye, alikuumba ili uweze kumtumikia yeye. Na ndio maana leo hii hapa anakutangazia kwamba wakati wa kuwa na uzima umefika, na wakati wenyewe ndio huu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imalizie kwa kusema hivi, wakati mwingine mateso ulio nayo ni kwa sababu haujajua njia ya kuwa salama. Lakini kama nilivyokuambia kwamba leo ni tangazo, tunakutangazia mwanaume anayehubiriwa mahali hapa ya kwamba sio wa kawaida. Kama kansa zinakauka, kama ukimwi zinakauka, kama sio kila kitu kinakauka, ni kitu gani ambacho kinaweza kumshinda yeye? Kwa hiyo tunavyokuambia hivi, sio porojo tu, sio nini, hasio story tu. Tunamaanisha kwamba Yesu ni kweli. Ukiamini leo hapa atakuponya kweli kweli. Maana sio wa kwanza wewe kuwa na udhaifu huo. Wewe unasema kwamba sio wa kwanza kuwa na udhaifu huo. Sio wa kwanza wewe kuumwa pumu. Sio wa kwanza wewe kuwa na udhaifu huo. Yesu huyu unayemhubiri leo atakuponya leo ukiamini. Simama hapo ulipo. Simama. 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 Sasa tusogeleane, tukae upande wa huku. Tukae upande wa huku. Mimi washirika. Sogea tu mama, tuweze kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumshukuru Mungu. Nataka tukae upande mmoja. Nimekwambia kwamba leo ni tangazo. Kwa hiyo tunakutangazia habari za huyu Yesu. Na kwamba Yesu hata leo anaponya. Amefanya kwa watu wengi. Hata mimi nimemshuhudia. Watu ambao nimewaombea, wamemshuhudia Mungu kwa macho yangu mimi mwenyewe nikiona. Kwa hiyo hata wewe mtu aivume bado hujachelewa. Leo ni tangazo tunakutangazia ya kwamba anayehubiriwa kwenye hii wiki sio wa kawaida. Nimesema kwamba sio wa kawaida. Kwa hiyo kama uamini, tunataka tuweze kuleta kama ni ndugu yako, kama